Karibu tena kwenye sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya The Lost Bus. Kama hukusikiliza sehemu zilizopita, tafadhali rudi kwanza uzisikilize ili uelewe vizuri kinachoendelea. Na kama unapenda simulizi za kusisimua kama hizi, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili usipitwe na hadithi inayofuata. Tunaendelea. Neema bado alikuwa msituni, akitetemeka na kuchanganyikiwa. Ukungu ulikuwa mzito zaidi kuliko awali. Kila alipojaribu kurudi alipokuja, alijikuwa akirudi kwenye sehemu ile ile, chini ya mti uliokuwa na alama nyekundu. Mara ghafla sauti ya mtoto mdogo ikaanza kuimba, sauti laini lakini ya kutisha. Njoo! Njoo! Neema alinyanyuka taratibu na kuanza kufuata sauti hiyo. Baada ya hatua chache, ukungu ulisambaratika na mbele yake likatokea lango la chuma lililokuwa limejaa miale ya mwanga mwekundu na alama zile zile za damu kwenye miti. Lango likafunguka lenyewe. Ndani yake kulikuwa na dunia nyingine, anga ya giza, miti mirefu, na mbali kidogo basi lile lililosababisha yote, likiwa limeegeshwa katikati ya kiwanja kikubwa kilichojaa vumbi, kimya kabisa. Alipokaribia basi hilo, mlango wake ukafunguka. Akiwa na hofu, Neema alipanda ndani. Ndani hakukuwa na abiria, lakini kila siti ilikuwa imeandikwa jina lake. Alikumbuka baadhi ya majina, ni watu waliowahi kupotea miaka ya nyuma. Mara kiti cha mbele kikageuka, si dereva, bali ni mtu mzee mwenye macho meupe yasiyo na mboni. Akasema kwa sauti ya kuvuma, "Karibu nyumbani Neema. Hatimaye umevuka upande huu. Hujakumbuka bado, sio?" Neema alishtuka. "Nimewahi kuwa hapa?" aliuliza kwa hofu. Mzee huyo alitabasamu kwa huzuni. "Ulikwepa mara ya kwanza, lakini huwezi kukwepa kila wakati. Hukumbuki agano lako?" Itaendelea ... Je, Neema alishawahi kupanda basi hili hapo awali? Ni agano gani alilolisahau? Na kwa nini jina lake lilikuwa kwenye kila siti? Usikose sehemu ya 4 ya simulizi ya kusisimua, The Lost Bus. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kusikia kinachofuata. Hii ni Heaven Simulizi, simulizi za mbinguni.